Hadithi hadithi. Hadithi njoo. Hadithi hadithi. Hadithi njoo. Hadithi hadithi. Hadithi njoo. Hapo zamani za kale, kwenye kijiji cha Kazana, paliishi familia moja ya Bwana Mkaza na mkewe Mwajuma. Walibarikiwa na mwana mmoja wa kipekee, msichana mrembo alijulikana kama Maridadi. Kijiji cha Kazana kilikuwa karibu na msitu mkubwa na wenye kijito cha msimu. Wakati wa kiangazi, kijito kile kilikosa maji kabisa, jambo ambalo lilichangia sana uhaba wa maji pale kijijini. Wakati wa kiangazi, wanakijiji walilazimika kuchimba mle ndani mwa kijito ndiposa wapate angalau maji yao ya matumizi. Ingawa Kazana kililinganishwa kama kijiji, kilikuwa sehemu kubwa sana, lakini kwa uhaba wa watu kilisalia kijiji tu. Maboma ya watu yalikuwa mbali sana kiasi cha kutembea dakika angalau 15 ndio ufikie jirani yako. Lakini maisha hapa yalikuwa sambamba na wenye kijiji waliishi kwa amani na upendo kati yao. Kitega uchumi hapa kilikuwa ni kuwinda wanyama wa porini na kusakanya mboga na matunda misituni. Na hii ndiyo kazi aliyoshughulika nayo Bwana Mkaza. Mkewe pamoja na mwanawe walishona vikapu na mikeka kutoka kwa matawi ya miti ya nazi. Baadaye wangeenda sokoni kubadilisha na wanavijiji wengine kwa bidhaa zingine kama mihogo, mtama, wimbi, maziwa na bidhaa zingine. Mwajuma bibie Mkaza alikuwa mwenye bidii sana. Alihakikisha mumewe kabla ya kwenda kuwinda alipata kiamsha kinywa, na jioni akirudi alipata chajio kimeandaliwa. Alimpenda sana Mkaza kama chanda na pete. Bila kumwacha binti wake Maridadi nyuma, alikuwa kipenzi chake cha rohoni. Kulitokea kiangazi kikubwa nchini, na kijiji kile kilikuwa katika shida kubwa ya kutafuta rasilimali muhimu kama maji na mboga. Wakati huo Maridadi akiwa miaka 12 hivi, mamake aliugua ghafla na kufa. Ilikuwa tanzia kijijini, ambapo wanakijiji waliomboleza kwa siku 2, na siku ya 3 Mwajuma akazikwa. Siku ya mazishi watu walikuwa wengi kutoka hata vijiji majirani. Kijiji cha Kazana kilitandwa na wingu la simanzi, huku watu wakishangaa na kunong'onezana kwa msiba uliompata Mkaza. Maridadi alilia machozi yake yote wakati mamake akiteremshwa kaburini. Mzee Mkaza naye alionekana mnyonge, mdhaifu. Alishindwa hata kunena jambo. Kifo cha mkewe kilikuwa pigo kubwa kwake. Siku ile ya mazishi, mkasa ulitokea katika kijiji cha Kazana. Mtoto wa kike kutoka kijiji kile alitoweka kwa njia ya kutatanisha sana. Wazazi wake walikuwa miongoni mwa waombolezaji. Waliporudi nyumbani, hawakumkuta mwana wao mmoja. Alikuwa ametoweka asipatikane. Mwana wao mmoja ambaye alibakia hangeweza kusimulia kilichotokea. Alikuwa akilia tu mara alipoulizwa dadake alipokwenda. Machozi yalimtiririka tiririri kama maji ya mfereji. Baada ya siku 3 akisononeka kwa kisa kilichotokea, mtoto huyu alipata kusimulia babake kilichotokea. Kwa hofu alisema, "Baba, dadangu alishikwa na binadamu mkubwa sana, mrefu, mwenye kushinda hata nyumba yetu, mwenye jicho moja kubwa." Aliendelea, mate yakimdondoka jitu mdomoni. Alimchukua dadangu juu na kutoroka mbio kama mshale. Babake mwathiriwa alisimama mara moja kwa hasira akisema, "Ni jitu mla watu, ni jitu mla watu, atalipia siku moja."
Hali ya hatari ilitangazwa na mzee wa kijiji, na wanaume wote wakaamrishwa kuwa makini na kuanza kumtafuta yule msichana aliyepotea. Pia wanakijiji wakaambiwa kuweka mikakati ya ulinzi nyumbani kwao na kupiga mayowe ikiwa mmoja angeshuku kitu. Huu ulikuwa mtihani mkubwa sana kwa mzee Mkaza, kwani alijua itambidi amwache Maridadi peke yake akienda mawindoni. Hata akifikiria majibwa yake mawili wangebaki kulinda boma, lakini tena swali likawa, wa kumsaidia kuwinda je? Bwana Mkaza alifikiria sana, lakini akapata suluhisho. Akamwita Maridadi. Maridadi, hebu njoo. Alipofika aliendelea kunena, hebu keti chini mwanangu, nina mapya ya kukujuza. Maridadi akatii amri, akaketi na kusema, ni yapi baba unayo? Sema, nimekuagiza sikio. Mzee Mkaza akaendelea, nisikize kwa makini. Kuanzia leo nikienda mawindoni nitakuwa na kufungia, na ni wewe peke yako ndiyo utaufungua mlango kwa ndani, nami nikirudi nitaimba mara 3, ndipo utafungua, ukishahakikisha ni sauti yangu. Maridadi alimhakikishia babake, baba, usiwe na bugdha yoyote, nitafanya ulivyosema. Mzee Mkaza aliendelea, iwapo utachukuliwa na mtu au jitu, hakikisha kuchukua kikapu cha wimbi, uambatane nacho. Njiani mwaga wimbi hadi kituo utakachofikia. Naam baba, Maridadi akajibu. Miezi ikapita, lakini kisa cha jitu kutokea hakikuwapo, wala yule msichana aliyetoweka hakuonekana. Kulikuwa tu na ripoti za baadhi ya wanakijiji kupoteza wanyama wa kufugwa nyumbani. Ilikuwa kawaida kama sheria. Aliporudi nyumbani, mzee Mkaza aliimba, Maridadi, Maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, Maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, Maridadi, baba yako amekuja. Hapo Maridadi alipata kufungua mlango na kumlaki babake nyumbani. Kumbe naye jitu alianza kuvizia na kufuatilia alivyofanya babake Maridadi, ili mradi afunguliwe mlango. Jitu huyu alikuwa na tamaa kuliko ile afisi. Alijisemea moyoni, huyu msichana ni mrembo sana, nitamfanya mke wangu. Kwa kweli Maridadi aliumbwa akaumbika. Alikuwa msichana mrembo mithili ya malkia, mwenye shingo la upanga, ngozi yake maji ya kunde, mwendo wake wa madaha kama ya tausi. Jitu alijisemeza, nitaenda niimbe, akifungua tu nitakuwa mwenye bahati. Siku moja alipotoka mzee Mkaza kwenda kuwinda, jitu aliona nafasi mzuri ya kujaribu bahati yake. Alipofika langoni kwa Maridadi, aliimba, Maridadi, Maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, Maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, Maridadi, baba yako amekuja. Maridadi hakufungua mlango, kwani sauti ile ilikuwa tofauti sana na ya babake. Siku ya pili jitu alirudi akaimba tena,
Maridadi, maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, maridadi, baba yako amekuja. Maridadi hakufungua mlango. Jitu alikasirika kwa kuwa bidii yake iliambulia patupu. Alianza kufikiri cha kufanya ili angalau apate kuimba vizuri. Wazo lilimjia, nitaenda kwa mganga anigangie, nipate kuimba na sauti kama ya mzee Mkaza. Mara hiyo alishika guu na njia hadi kwa mganga. Mganga akampigia ramli, akamwagiza alete kondoo wawili weusi. Bila kusita, Jitu alijiendea kutafuta, lakini hakuna mahali popote angewapata kondoo ila kuwaiba kwa wenye kijiji. Alifanikiwa kuiba kondoo wale kijijini kwa urahisi sana, kwani wizi ndilo jambo alilonogea sana. Siku moja baadaye alirudi kuimba, lakini bado sauti yake ilikuwa si kama ya mzee Mkaza. Akarudi tena kwa mganga kutafuta suluhisho. Mganga alimwambia, sasa tafuta mchwa wale wakubwa watafune mzima mzima. Wakikuuma usitie kilio hata kidogo, alafu uende uimbe. Kwa upesi Jitu alijiendea kwa kilima cha mchwa kilichokuwa karibu na kuanza kuchimba. Mchwa wale wakubwa walitoka nje kwa hasira, lakini Jitu kwa haraka zake aliwachota mchwa na kutia mdomoni. Mchwa alimuuma mikono, lakini mmoja alipomuuma ulimi alilia kwa uchungu sana na kutema wote waliokuwa mdomoni. Baada ya kutulia kwa ule uchungu, alitembea mwindo wa hobela hobela hadi kwa mzee Mkaza. Langoni alipofika akaanza kuimba, maridadi, maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, maridadi, baba yako amekuja. Lakini bado sauti yake haikuwa kama ya mzee Mkaza. Jitu alichoka sana, mawazo mingi yakaanza kumjaa kichwa. Alitaka kufa moyo, lakini akapiga moyo konde na kujisemeza, ninarudi kula mchwa tena, lakini nitavumilia uchungu ili nifaulu. Walivyosema wahenga, mtaka cha mvunguni sharti ainame. Mara hii Jitu aliwatafuna mchwa kwa utaratibu na kumeza kana kwamba ni kitoweo. Alivumilia uchungu ili mradi afaulu. Alirudi tena kwa mzee Mkaza na kuimba sasa kwa utaratibu, maridadi, maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, maridadi, baba yako amekuja. Maridadi, maridadi, baba yako amekuja. Maridadi akafungua mlango akidhani ni babake. Kumbe lo, alikuwa ni yule Jitu mla watu. Maridadi alishtuka na kuanguka chini na kupoteza fahamu. Jitu naye huku akicheka, ha 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 ha. Kisha akasema kwa sauti ya upendo, mrembo, siko hapa kukudhuru, lakini na kuchukua kwangu tukaishi pamoja. Nimekutamani sana tangu macho yangu yalipokuona.
Jitu alinama na kumgusa Maridadi kipaji kwa upendo. Hapo Maridadi alipata fahamu na kuamka, lakini bado akitetemeka, miguu yake hata isiweze kumbeba. Hapo Jitu alimwagiza waende naye. Ndipo Maridadi akakumbuka maagizo ya babake. Akachukua vikapu viwili vya wimbi. Alitembea hadi kwake Jitu, lakini njiani Maridadi alimwaga wimbi kila upande wa barabara hadi walikofikia. Jumba lake lilikuwa katikati ya msitu kubwa kadiri ya kumtosha yule Jitu. Paa ilikuwa ya makuti na ukuta ulikuwa wa miti, na ndani yake ukutani kumebandikwa ngozi zilizokauka za wanyama. Kwenye dari kulikuwa na kuni iliyowekwa kukauka. Mule ndani ya nyumba kulikuwa na mifupa na mizoga ya wanyama mbalimbali. Jitu lilimkaribisha Maridadi jumbani kwake, huku akisema, "Jihisi nyumbani, kazi yako itakuwa ni kunipikia, kulinda kwangu, na natamani uwe mke wangu." Maridadi hakujibu lolote, bali alibaki ameduaa akiangalia jumba lile kwa jicho la kikachero. Siku ile mvua ilinyesha kubwa sana, kuashiria mvua ya masika kufika. Katika pilika ya mvua ile kubwa ikinyesha, Mzee Mkaza alirejea kwake. Kwa mshangao alipata nyumba yake iko wazi na Maridadi hayupo. Mara alijua fika kuwa binti wake ashachukuliwa na Jitu. Basi aliwafahamisha wanakijiji, lakini akawahakikishia kuwa jambo hilo atalipatia suluhisho. Wanakijiji hawakujua mipango ya Mzee Mkaza, lakini walibakia tu kwa hamu na gamu kuwa kizuri kitatokea. Baada ya wiki, wimbi aliyoyamwaga Maridadi njiani ilianza kumea barabarani na kuashiria vizuri njia ya kwenda kwake Jitu. "Hii ni siku njema," alisema Mzee Mkaza alipoona barabara wimbi inamea kwa Maridadi mithili ya kuvutia. Baada ya masiku kama juma moja hivi, Mzee Mkaza aliamua kuanza safari ya wokovu kwa binti wake Maridadi, azma ikiwa kuweka kijiji chao huru dhidi ya Jitu mla watu. Alijihami na mkuki na ngao, mishale na uta, kisu kilichonolewa kiasi kwamba ukali wake unaweza kata hewa. Pia alibeba sumu kali ambayo wawindaji walitumia kuua adui wakiwa mawindoni. Alitembea mwendo wa unyo akifata mwelekeo wa wimbi iliyomea barabarani hadi alipoanza kuona jumba kubwa lililokuwa katikati ya msitu ule. Alipolikaribia hakuwa na tashwishwi kuwa hapo ndipo Maridadi alikuwa. Alilifikia karibu na kuchungulia ndani kupitia mwanya uliokuwa ukutani, kutokana na kuwa ukuta ulikuwa wa fito. Kwa bahati nzuri, kumbe Jitu alikuwa ametoka kwenda kuwinda kitoweo. Mzee Mkaza alipomwona Maridadi, moyo wake uliruka kwa furaha. Hakusita kuingia pale ndani kumtorosha binti wake, lakini jambo hilo Maridadi hakukubaliana na babake. Akasema, "Baba, wewe utapanda darini ujifiche. Jitu akija baada ya kula, yeye hulala fofofo hata kwa siku mzima. Hapo tutakuwa na nafasi ya kutoweka." "Sawa mwanangu," Mzee Mkaza akajibu. Tena akaendelea, "Haya, chukua sumu hii umtayarishie Jitu kwa chakula, itamsaidia sana kulala vizuri." Basi Mzee Mkaza alipanda darini akiwa amebeba silaha zake, tayari kwa chochote ambacho kingetokea. Kama masaa ya alasiri hivi, sauti ya ardhi kutetemeka ikasikika, na sauti ya miti kana kwamba upepo ulikuwa ukivuma. Kumbe Jitu alikuwa akirejea kutoka alikokwenda kuwinda. Aliingia kwa vishindo pale kwake, huku amemteka mwanaume mmoja, kijana mnene na mwenye misuli, ambaye alitazamia kuwa kitoweo cha jioni. Mara tu alipoketi, alimfunga windo lake na kuitisha chakula. Mara kabla ya kula, alianza kunusanusa kana kwamba kulikuwa na harufu tofauti pale ndani.
Maridadi, kuna mtu mwingine hapa ndani? aliuliza. Maridadi akajibu, hakuna, ni vile nimekutayarishia kitoweo kitamu zaidi, hata supu ni ya kipekee. Kwa vile Jitu alimpenda sana Maridadi, hakuwa na budi ila kumwamini. Kisha akatulia, akaanza kula na kunywa supu ile, bila kujua sumu ilitiwa ndani. Baada ya kushiba alilala kama kawaida yake, lakini siku hiyo Jitu hakuamka hadi wa leo. Alipoanza tu kung'orota, Mzee Mkaza alishuka kwa furaha, akamfungua yule kijana, wakaambatana watatu hadi kijijini. Walipofika kijijini, walilakiwa kwa shangwe, vifijo na nderemo, kwa kuwa mashujaa kwa kuleta ukombozi kijijini baada ya kumwondoa Zimwi aliowatesa sana wanakijiji. Tangu hapo kijiji cha Kazana kikawa na amani hadi wa leo. Hadithi yangu imekuishia hapo.